Habari zenu wapendwa, karibu tena kwenye kituo chetu cha Kisasi cha Mapenzi. Leo nina hadithi ya kusikitisha lakini yenye mafunzo makubwa. Hadithi hii inahusu jinsi mapenzi yanavyogeuka kuwa biashara na jinsi pesa zinavyobadilisha mioyo ya watu. Jina langu ni Ivan na stori ya leo inahusu Jeni aliyeniwacha kwa watu wake mwenye pesa. Miaka 3 iliyopita nilikutana na Jeni. Alikuwa mrembo, mwenye tabasamu la kuridhisha na moyo wa upole. Tulianza kuwa marafiki, kisha mapenzi yakaota. Nilikuwa kijana wa kawaida, nilikuwa na kazi nzuri ya ofisi, lakini sikuwa tajiri. Nilikuwa na mshahara wa wastani, tunaishi maisha ya kawaida, lakini Jeni hakuwa anajali pesa. Alikuwa akiniambia, ninakupenda wewe, si mali yako. Tutajenga maisha yetu pamoja pole pole. Maneno hayo yalinifanya nimwamini kabisa. Tulipanga ndoa, tuliongea kuhusu watoto na maisha yetu ya baadaye. Kila wikendi tulikuwa pamoja. Nilikuwa nikimlipia chakula kidogo, simu, hata kadhalika. Sikuwa na pesa nyingi, lakini nilikuwa nikimpa kila kitu nilichoweza. Jeni alikuwa akionyesha furaha na upendo. Miezi 6 iliyopita niliona mabadiliko. Jeni alianza kuwa mbali. Simu zake zilipungua. Niko busi na kazi, alikuwa akisema. Weekendi tulizokuwa tukipitisha pamoja ziliisha. Nilihisi kitu kimebadilika, lakini sikujua nini. Kisha wiki moja nilimpiga simu usiku. Hakuchukua. Nilimpiga tena, mtandao ulikuwa umezimwa. Moyo wangu ulianza kudunda. Nilituma ujumbe WhatsApp, blue ticks, hakuna majibu. Wiki nzima ilipita bila kusikia na yeye. Halafu Jumapili moja nilimpata kwenye Facebook. Picha mpya Jeni akiwa katika restaurant ya kifahari, akivaa nguo za bei na miwani ya jua ya gharama. Post yake ilisema new beginnings. Nilishtuka. Wapi alipata pesa hizo? Siku ya Jumatatu, rafiki yangu James alinipigia. Boss, nimemwona Jeni. Yuko na mtu. Moyo wangu ulipasuka. Nani? Niliuliza. Mzee mmoja anajulikana, tajiri. Anamiliki kampuni kubwa mjini. Wamekuwa wakionekana kila mahali, hoteli, klubu za kifahari, kila kitu. Boss, samahani lakini lazima ujue, sikuamini. Nilijaribu kumpiga Jeni, bado hakuchukua simu. Nikatuma ujumbe mrefu nikiuliza alichonitendea. Hakujibu. Wiki 2 baadaye Jeni alinipiga simu. Sauti yake ilikuwa laini, kama vile hakuna kilichotokea. Hibabe, umekuwaje? Nilikuwa na hasira. Jeni, wapi ulikuwa? Mbona hukunichukua simu? Mbona uliniacha bila maelezo? Alikimya kidogo. Kisha akasema maneno ambayo yaliniuma zaidi. Hibabe, najua tumepitia mengi pamoja, lakini nafikiri ni bora tuwe marafiki tu. Maisha yanabadilika, tunakuwa na kila mtu anaelekea mahali pake. Marafiki? Nilipiga kelele. Jeni, uliniahidi maisha. Uliniambia tunapanga harusi. Sasa unasema marafiki? Jeni alihema. Usijali sana. Ni kwa manufaa yako pia. Nimepatikana na mtu ambaye anaweza kunipatia maisha bora. Wangu Patrick amerudi. Yeye ana pesa, biashara kubwa na anaweza kunilea vizuri. Samahani, lakini nilihitaji kuchagua maisha yangu. Nilikata simu. Machozi yalinijaa machoni. Sikuwa nina hasira tu, nilikuwa na maumivu. Miaka 3 ya upendo, ahadi na mipango hii yote ilishaondoka kwa sababu ya pesa. Jeni alinitupa kama takataka. Alichagua mtu mwenye pesa badala yangu, ambaye nilikuwa na moyo wa kweli. Sasa anataka tuwe marafiki ili labda wakati Patrick atampeleka aweze kurudi kwangu kama backup. Hapana. Sitakubali wapendwa. Hadithi hii inanifundisha jambo moja, si kila mtu anayesema nakupenda anamaanisha. Wengine wanatafuta security, wengine wanatafuta pesa na wengine wanataka kuwa na backup plan. Jeni alichagua pesa kuliko upendo. Alichagua maisha ya kifahari kuliko moyo wa kweli. Na sasa anataka tuwe marafiki. Ili nini? Nikuwe option yake wakati mambo yataharibika na Patrick. Nimejifunza kwamba mtu anayekuacha kwa pesa si mtu wako. Na mimi sitakuwa option ya mtu yeyote tena. Hadithi yangu inaishia hapa.
Lakini kisasi changu ni kuendelea na maisha, kuwa mtu bora na kumwacha Jane ajute mwenyewe. Je, hali kama hii imewahi kukupata? Je, mpenzi wako amewahi kukuacha kwa sababu ya pesa au hadhi? Niambie hapo chini kwenye maoni, nataka kusikia stori yako. Kama unapitia hali kama hii sasa hivi, jua kwamba wewe ni wa thamani. Pesa zinakwenda na kurudi, lakini moyo wa kweli ni nadra. Usikubali kuwa option ya mtu yeyote. Kama hadithi hii imekugusa moyo, like video hii, share kwa marafiki zako na subscribe kwa hadithi zaidi za kisasi cha mapenzi.